Walipofika kando ya bahari, walishangilia kwa furaha walipoliona jeshi la Farao. Limeangamia kabisa katika hiyo bahari ya Shamu, na hawakuliona tena hilo jeshi la Farao. Walipofika kando ya bahari, walishangilia kwa furaha walipoliona jeshi la Farao. Limeangamia kabisa katika hiyo bahari ya Shamu, na hawakuliona tena hilo jeshi la Farao. Kwenye Waso Media TV tunakaribisha leo wageni wetu ambao watajitambulisha kwa majina, ili msikilizaji wetu na mtegaji wetu sikio apate kuwatambua. Agape Kwaya, msikike, mmekuwa kimya, hatujui kwa nini hamsikike kwa sasa. Kama siku za awali pale ambapo watu walikuwa wanasikia vibes za Agape Kwaya, na tukiona vizuri katika nyimbo zilizofanya vibe na kufanya vizuri ni wimbo wenyu Imba. Baada ya Imba kuna wimbo mwingine ambao umesikika tena sana. Unadhani ni nini ambacho kiko chini ya ukimya, kiko mbele ya ukimya wenyu, ukiwa kama mwongozi kamili wa kwaya Agape ya pale Beni Madrandele? Unaweza kutuambia shida 2-3 ambazo mnakutana nazo katika walimu, nyinyi walimu pale mkiongoza kwaya, zile shida ambazo kwaya zetu hasa kwaya zetu za Kisabato ambazo mnakutana nazo katika kuziongoza makwaya? Kwani makwaya mengi wanafanya vizuri kwa muda mchache na baada ya kufanya vizuri wanakuwa wakimya sana. Nini kiko nyuma, shida ambazo mna muziki huu ambao ni muziki kabisa wa kujitolea? Swali la mwisho, Agape Kwaya wa mafans wenyu wangoje tena kipi? Yani unatupa habari za Agape Kwaya, mnaandaa nini, wangoje nini tena kwenyu katika siku zijazo, hasa wale ambao wanatutegea sikio na kututazama? Haya, asante sana mpendo wako maswali ambayo naendelea kutuuliza. Mimi mnite Kakule Bertie, nikiwa miongoni mwa waongozi wa kwaya Agape katika mula huu ambao tunaendelea kupambana na kazi ya Mungu ili iweze kusonga mbele. Kwa hiyo kwa maswali ambazo mmeweza kutuuliza, tunakushukuru sana kwa sababu maswali ambayo ni mazuri sana, ambayo yanaweza kutekeleza na kuweza kutupa fikra na maendeleo mazuri katika kazi ya Mungu. Asante sana. Kwa hiyo katika swala hilo la kwanza ambako tunaendelea kuwasikiliza kwamba kufuatana na Mustafa au mtamaduni wa kinamuziki, swala ambalo linazungumzia kwamba Agape Kwaya walikuwa wamelala na muda mwingi baada ya matamasha mbalimbali ambazo tumeweza kuzifuata katika utamaduni wa kwaya. Utaenda kuelewa ya kwamba katika kazi ya uimbaji kuna mara ambako kazi inakuwa imetendeka na labda ilikuwa imekuwa nzito sana na imewachosha watu wengi, ikionekana kwamba kunakuwa kwa udhaifu fulani kutokuonekana katika kazi. Lakini sio kwamba watu wamelala, sio kwamba watu wamezimika, lakini
katika kazi kuna wakati ambako tunaweza kusema ni wakati wa kutafakari, kuweka taratibu nakala zinazofuata ili kwamba katika siku zinazokuja muweze kuelewa ya kwamba matayarisho hayakuwe katika muda mfupi, lakini matayarisho ya vitu vyema, vitu vizuri lazima vichukue muda kabisa wa kutosha, ili mnapofikiria nini ambacho tena mtawaletea wasikilizaji, mashabiki wapendwa ambao wanafurahia kazi ya kwaya Agape kupitia kazi wanayoitenda. Ndio, asante sana. Ni hiyo kifupi, yani tunapokuwa kama tumelala, si kwamba tumelala, lakini tunachapa kazi, tunakuwa tukiandaa vitu vinavyokuwa jikoni kwenye mafika, tukiviandaa, kwa sababu hatuwezi kuleta chakula kwenye meza, chakula ambacho hakijakuwa na utamu mzuri. Maana tulikuwa katika matayarisho ya mambo mazuri ambayo hapo karibuni tutawaletea katika siku zinazokuwa mbele yetu. Asante mpendo. Katika swala la pili nazungumzia kama ni nini sasa waongozi, tunapokuwa viongozi katika kazi ya Mungu, tunakutana na matatizo magumu mbalimbali, ambayo ni swala ya kuelewa kwamba katika maisha ya Kikristo, katika maisha ya kuweza kumtumikia Mungu, ni vigumu kuelewa kwamba kuna wakati ambako unaweza kutoa muda wako kwa kuweza kumtumikia Mungu. Ndio maana kwa siku za leo unaenda kukutana, kuna wanamemba, yaani waimbaji ambao wanakamata kazi ya Mungu kwa muda mchache tu, wanatumika kazi ya Mungu, yaani tunasema kwa wakati ambao zinakuwa mabaki. Mtu anachukua wakati ambao unaita ta reserve, wakati ambao hauna vitu vya maana vya kufanya, ndipo utafikiria kufanya kazi ya Mungu. Ndio hii inakuwa tatizo. Ndio maana unakutana tunaenda kupambana na waimbaji, tukikazana na wanamemba wa makwaya, kwa sababu wengi wamejifanya busy katika shughuli zao mbalimbali za maisha. Wengi wanapambana na maisha wakisema eti kwamba maisha inakuwa vigumu, wanapambana na maisha kwa sababu kazi ya Mungu hamuna manufaa ya ubinafsi, hamuna interet personnel. Hiyo sasa wanakosekana, wanakuwa kama wanafifia kidogo, wakitafuta wakipambana na maisha yao binafsi. Lakini kwa wachache tu ambao tunaendelea kupambana nao na kazi ya Mungu, tunaendelea tu kujipa moyo na kujipa nguvu, kwa sababu wakati tunakuwa tena katika matayarisho mazito, Mungu anatusaidia hao wote tena tunawakusanya ili kuweza kufanya kitu ya kishindo, kitu ambacho kitaonekana kuwa kimekuwa kizuri sana. Hayo ndio matatizo ambayo tunaendelea kupata katika kazi ya Mungu. Watu wanapokuwa wameshtoka, wamedidimia, wanapambana na maisha yao yenyewe. Asante. Katika hilo swala la tatu nitaweza kusema kwamba wakati tunapokuwa katika kazi ya Mungu kwa ya Agape, disi nimekuambia hapo mbele, tulikuwa tukiwaandalia tunapokuwa tumeonekana kama hatuonekani, lakini tulikuwa tukiwaandalia vitu vizuri sana. Hivi tunaandaa tamasha kubwa ya uzinduzi wa kanda mpya ambayo tulikuwa tukiwaandalia katika mula huu. Tulikuwa tukiandaa kanda mpya, kanda kubwa nzito sana yenye nyimbo zenye mvuto ambazo karibuni mtaziona hapo kwenye mtandao, na tutauzindua rasmi katika tamasha ambayo tutaendesha huko Nobili tarehe 4 mwezi huu wa kwanza. Tutakuwa na tamasha hapo Nobili ambako tutaendesha uzinduzi wa kanda mpya ambao tutaweza kuwatolea, na baada ya hapo tutawaletea pia hapo mjini Beni. Tutakuwa na program karibu 4 hivi ambao tutaweza kuwatapanyia kazi ambayo tumeifanya katika miaka 3, katika miaka ambazo zimepita. Tutawaandalia tamasha katika maeneo mbalimbali ambao tutaweza kuwaonesha kazi ambayo tulikuwa tukifanya, na hivi mnapojiandaa kusupport wapendelevu, mnapopendelea kazi ya Bwana isonge mbele, tunawaandaa kikamilifu
kwa kazi ambayo tumeipenda tutawaletea ili muweze kuichangia na kuweza kusapoti ili uweze kuendelesha miradi mingine mizuri tena zaidi hapo mbele. Asante sana mpendwa, na kushukuru kwa maswali kama haya. Ndio. Hosana, Hosana, mbarikiwa mwana wa Mungu.